anajali. Na kwa sababu Mungu anajali, hata siku moja Mungu hawezi akakuacha. Yaani isije kafika mahali aidha ukawaza au kasema ya kwamba Mungu ameniacha, Mungu amekuacha. Maana yake Mungu hawezi akakuacha. Ina maana wewe leo unapopita katika hali ngumu au katika jaribu fulani au pito fulani, ile haimaanishi ya kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe. Ile haimaanishi ya kwamba Mungu amekuacha. Maana yake elewa maandiko na ujifunze hata kwa wenzetu waliotutangulia. Haleluya. Unamwona Daniel anatupwa kwenye tundu la simba. Sasa anatupwa pale, lakini Mungu si alikuwepo pale? Na Mungu si alimuokoa? Haleluya. Haya, unamwona Meshaki, Shadraka na Abednego, hao wote ni watu wa Mungu. Na sio kwamba wamepita kwenye hiyo hali labda wamemkosea Mungu au wamefanya dhambi. Hamna, ni changamoto tu za kimaisha hapa duniani. Haleluya. Haleluya. Hata kama mtu wa Mungu anaweza akapita changamoto fulani, anaweza kasa au bado nimemkosea Mungu ndio maana anapita kwenye haya mambo. Wakati mwingine ukimuuliza Roho Mtakatifu, kama hujamkosea Mungu, inawezekana hakuna kosa. Kwa sababu hata katika Biblia kuna watu walipitia changamoto na walikuwa hajafanya kosa lolote. Nimekwambia Dani, unamwona Meshaki, Shadraka na Abednego walikamatwa wakatupwa katika nini? Tanuru la moto. Lakini Mungu alikuwa pamoja nini? Nao. Na Mungu alifanyaje? Aliwaokoa. Hata na wewe kwa unapita katika hali ambayo sio nzuri, haimaanishi ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Maana yake Mungu yuko pamoja na wewe na atakuokoa. Wewe inachotakiwa ujue tu kama natakiwa kutoka ng'ambo hii nifike ng'ambo nini? Ng'ambo nyingine. Au ng'ambo ya nini? Ng'ambo ya pili. Na macho yako yaelekee huko huko, kwamba lazima nitafika mahali ambapo Mungu amekusudia niwe. Haleluya. Unajua tunakuwa kama jinsi Mungu anataka tuwe. Na tutafika mahali ambapo Mungu anataka tuweze kufika. Na namna ambavyo Mungu amekusudia uwe, yani hata kama utapitia mambo gani utakuwa tu. Kwa sababu Mungu sio kigeugeu. Haleluya. Alafu Mungu ameikuza ahadi yake kuliko jina lake lote. Maana yake Mungu angalii tu yale tunayoyapitia, Mungu analiangalia neno lake. Mungu amesema nini juu yako? Mungu amezungumza nini kwa habari ya maisha yako? Mungu amesema nini kwa habari ya hatima yako? Mungu anaangalia hivyo. Na ndio maana sana sisi tuelewe, lazima tutakuwa kama jinsi Mungu anavyotaka nini tuwe. Na tutafika mahali ambapo Mungu anataka tufike. Changamoto hazitatuzuia. Upinzani hautatuzuia. Haleluya. Na kwa unaelekea jambo, unaelekea mahali ambapo unakusudia, usikubali jambo lolote likuzuie. Changamoto kweli zipo, lakini Mungu atakupa njia nyingine. Lakini Mungu atafanya mlango mwingine. Ndio kama una mlango utafungwa, Mungu atafanya mlango mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na ndio maana mimi mfano nikusikia kufanya jambo fulani na ni jambo zuri na Mungu ameachilia neema na kibali, wewe ninatamani sana hilo jambo liweze kufanyaje? Liweze kufanyika. Haleluya. Liweze kufanyika. Sasa wakati kabla sijatoka huko niliongea na Pascal, nikamwambia nitapita nyumbani kwake, akaniambia karibu sana. Sasa Jumatano natoka Birerani asubuhi, nifike biashara kwake, napiga simu yake, simu zake zote hazipatikani. Alafu nyumbani kwake mimi sipajui, kwa sababu hajaniambia ni maeneo gani, unaona. Lakini ndani ya Mungu nikasema hata kama itatokea simu zake hazitapatikana, nimeshapanga safari, nimekusudia kufika kwake, atashtukia tu mke wake anampigia simu, mchungaji yuko hapa nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata jua nimefikaje, kwa sababu nilipomkosa, ila nashukuru baadaye kuja akapatikana. Nikamtafuta rafiki yake Simoni, nikamwambia niko mjini Arusha, nataka niende kwa Pascal, namba zake asipatikane. Akaanza kunielekeza, kaibanenda panda magari fulani, ukishuka ulizia kanisa fulani,
ukifika hapo muulizie. Na kwa sababu watumishi Mungu wanafahamika, ningempata tu. Haleluya. Kwani wakati mwingine katika mambo tunayoingia, wapendwa, kuna changamoto. Sasa usikubali zile changamoto zikushinde. Ili ufike ng'ambo, uwe na uwezo wa wewe kuzishinda zile changamoto. Na wakati wote pia tuelewe kwamba Mungu wetu yuko juu ya vitu nini? Vyote. Ndio maana yeye anaitwa ni nani? Ni Bwana. Haleluya. Haleluya. Kwa maana pia kuna ule wimbo wa kusifu waga mnaimba kwamba unatawala juu ya vyote vya mbinguni na dunia. Haleluya. Maana nyimbo zina ujumbe. Haleluya. Haleluya. Wani nawaambia kwamba mimi ni mchungaji wa kanisa kubwa. Na ndio mimi naamini hivyo. Haleluya. Na naona hivyo. Na najua Mungu atafanya hivyo. Haleluya. Kwa sababu kuna kauli inasema jinsi unavyoona ndivyo inavyokuwa. Hata maisha yako ya siku zijazo yanaamuliwa na jinsi unavyoona leo. Na ndio maana katika maisha haya, mpendwa, jifunze kuwa na mtazamo nini? Sahihi. Na Bwana akusaidie uwe na uwezo wa kuona kama Mungu anakufanyaje? Anavyoona. Kwa sababu kwenye misala anasema maana unavyo mtu anakusemake ndivyo alivyo. Sasa wewe unaona nini leo? Maana yake kesho yako inategemeana na jinsi ambavyo wewe unaiona leo yako. Haleluya. 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 Na maana tunasema ya kwamba maisha yako ya kesho yanaamuliwa na yale ambayo wewe unayafanya leo. Maana yake leo itaamua baadaye wako. Maana yake leo itaamua maisha yako ya siku nini? Zijazo. Haleluya. Kwa hiyo kutana na changamoto, shinda changamoto. Kutana majaribu, shinda majaribu. Ukikutana vizuizi, hivyo vizuizi vishinde. Haleluya. Haleluya. Na katika maisha wapendwa, hata waliofanikiwa kuwauliza sio rahisi. Wamepambana na Mungu amewasaidia. Hakunaga kitu rahisi. Haleluya. Vitu vyote vizuri tunavyovitaka vina gharama. Haleluya. Lazima ukubali kulipa nini? Gharama. Ili ufike mahali ambapo Mungu anataka ufanyaje? Uweze kufika. Lakini Mungu yuko tayari kukufikisha. Kwa hiyo maana yake ni wewe tu kuchukua hatua. Haleluya. Haya, anaendelea anasema hivi, mwalimu, si kidogo tunaangamia. Kwa nini? Kwa sababu nikasema hivi, jamani, Mungu anajali. Wewe unapopata shida, Mungu yuko tayari kukusaidia akutoe katika shida. Unapopita katika mateso, Mungu yuko tayari akutoe katika mateso. Haleluya. Haleluya. Wakati Fazila afundisha somo lake, alitusomea ile maombolezo, anasema Mungu hapendi kumtesa nani? Mwanadamu. Haleluya. Sasa wanafunzi wanasema, wanamwambia Bwana, si kitu kwako kuwa tunaangamia. Manake Yesu si alifanya kitu? Yesu si alifanya kitu? Sasa hii inaonyesha kwamba Mungu anajali. Mungu anakujali. Haleluya. Na anataka ufike ng'ambo. 39 akaamka kwa sababu alikuwa amelala. Kwa hiyo kumbe wakati mwingine sasa hapa yeye alikuwa katika hali ya mwili. Haleluya. Yesu alikuwa ni